mchizi mmoja nilikuwa namkubali sana katika kosi la Das Nundas. Lakini hii nyimbo yangu kila nikicheki naona bana kama kuna vitu fulani bado havijakamilika. Hebu ngoja kwanza nichukue idea kidogo. Das baba, nimeshakuwa mtu mzima mi, sasa nahitaji mrembo kuishi nami, kuzaa na kulea watoto nami, kwenye shida na raha vumilie nami. Naomba nikuulize kitu. Wewe uliza. Hivi imetokea siku ukasikia Yusra anaolewa, utafanya? Oya wewe. Yaani Yusra nikisikia wewe unaolewa, yaani hiyo siku nitatamani ardhi ipasuke nitumbukie chini. Yaani haiwezekani. Hivi Yusra, unajua jinsi gani mimi nakupenda? Nakupenda sana. Alafu kuna kitu natakiwa kitambue. Kuna vitu hivi havipaswi kuvunjwa: mahusiano, ahadi na moyo. Yusra. 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 Ya dunia wana. Dunia maji ya moto. Kulanga bone mwe. Apa-apa? Ay! Ukolo mwalongo mwe. Kuoga bone. Kanoga bone majumba bai. Gabone mambo. Kolongwa. Akolongwa. Andeba ko ija mwa kolongwa mwe. Ai. Wewe. Wakelo nimelike nenga. Ai, agora. Kama vile nilivyokuambia,
fanya upelelezi tujue shemeji yako nini kinamsibu, kwa sababu tangu nilivyooa sina furaha kabisa ya ndoa ninavyokwambia. Kwa hiyo fanya upelelezi wako, chochote kitakachotokea wewe njoo niambie. Sasa mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyo niagiza. Nitaenda kufanya upelelezi. Lolote litakalotokea nitakufahamisha. Maana unajua jambo la ndoa ni jambo la furaha. Sasa wewe ndugu yangu na ndio una huzuni. Mimi najisikia vibaya sana. Tena sana. Usilo ndo shaka. Tufanye upelelezi. Mambo yataenda sawa. Basi sawa, haina shida. Na kuaminia wewe ndugu yangu. Nipige kampani kwa hiyo. Sawa. Sawa, hamna taabu. Haya, wacha niende. Basi poa, karibu. Poa. Unajua nini ndugu yangu Laino? Yaani sasa leo ndio nimeamini kama mapenzi yanauma. Sasa umeamini mapenzi yanauma, ushatendwa au inakuwaje? Kwa sababu wewe ndio ulikuwa upo nguvuni kutokataa. Sio kutendwa. Yaani jinsi alivyotendwa ndugu yetu Yasi. Na nimekuja kuamini sasa kama mapenzi yanauma. Kwa sababu gani? Unajua mwanzo alipokuwa anaongea anakuwa mnyonge, analia. Yaani nichukulia kama mtu mmoja ambaye ni mpumbavu tu, analia kwa sababu ya mapenzi. Sasa hivi sasa limemkuta mpaka ndugu yetu leo yuko hospitali. Anakuja kuamini kweli yule alikuwa amepata. Unajua nikwambie kitu kimoja. Mapenzi yanauma. Tena mapenzi yanauma sana. Unajua wewe unaweza kuwa na mpenzi ukawa unafurahi. Lakini kuna mwenzio akawa na mpenzi akawa anaumia. Au wewe unaweza kuwa unaumia afu mwenzio akawa na mpenzi akawa anafurahi. Ndio maana siku ile ulivyokuwa na paniki pale, sio tu sisi hatuna akili. Na maana wewe nenda. Kwa sababu mapenzi ya kwanza hayatabiriki. Mimi leo inaniuma sana leo ndugu yangu anakuja katika hali pale anakueleweki. Alikuwa na maisha kama yale. Sawa ana pesa lakini sio alikuwa mtu kuongea peke yake kama vile mtu akutembea tembea ovyo ovyo afanye chochote na kuacha. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini nataka nijue tunashirikiana vipi. Kwa hivyo tupatie mimi jitahidi kwa sababu washakuwa hospitali. Na kama unavyojua hospitali kule hakuna dogo. Mambo hivyo. Na kwa kule daktari alisema kama inatakiwa shilingi ngapi ili hata ndugu yetu. Mimi sijamuuliza kwa sababu hata nikiuliza nitampa nini unaoona. Maana mimi sielewi. Na usielewi kwani kuna nini unaona? Yule Yasili kama nampata. Yasili. Ya nampata. Yule sasa amepata na ajali. Kwa sababu kuna kipindi hapa si alikuwa kama amepagaa kutokana na demu wake alipoolewa. Kwa akawa kama amepagaa. Sasa juzi hapa amepata na ajali kwa hospitali. Kwa tokea juzi mpaka leo tunaenda tu kumwangalia lakini unajua hospitali hana kitu cha bure. Wamepagaa kwa ajili ya mapenzi kabisa yani. Ndio hivyo kwa ajili ya mapenzi kwa sababu demu wake ameolewa. Kwa sababu demu wake yeye na demu wake walikuwa wanapendana sana. Afu ile demu akawa amelazimishwa kuolewa na familia yake nini. Kwa hiyo haina jinsi demu akaolewa. Kwa hiyo jamaa tokea alivyolewa demu wake kawa amepagawa yani. Kwa hiyo sana wangu sasa hivi mtu anafikia kupagaa kwa ajili ya mapenzi mademu wote hawa. Ndio hivyo kwa ajili ya mapenzi kwa sababu demu wake ameolewa. Kwa sababu demu wake yeye na demu wake walikuwa wanapendana sana. Afu ile demu akawa amelazimishwa kuolewa na familia yake nini. Kwa hiyo haina jinsi demu akaolewa. Kwa hiyo jamaa tokea alivyolewa demu wake kawa amepagawa yani. Kwa hiyo maneno kwa faida huo. Ndio hivyo mwanetu tunajua kazi wote wapi nini kijiweni kama hivi masikani wote. Lakini ndio hivyo ashapagawa. Kwa hiyo sasa hivi yuko hospitali. Tokea alipopata ajali maana yake hospitali yuko hospitali tokea juzi mpaka leo. Basi sasa mimi nimewaelewa. Poleni sana hivyo. Niendeshe wapi? Sasa
Vipi uchunguzi ambao Ndugu yangu bwana, mimi nimekuja. Ile kazi ambayo uliniambia ya uchunguzi nimeifanya kama ilivyo. Nimeenda kule nimefuatilia ile swala. Sasa kumbe inasemekana kwamba shemeji uliomuoa alikuwa na bwana wake nyuma. Walikuwa wanapendana sana. Ila kilichofanyika, wazazi wamemlazimisha aolewe na wewe. ndio maana hapo. Nashukuru kwa taarifa, na ndio maana nakupendaga sana. Hilo niachie mimi, sawa? Nitakaa na mke wangu, nitamdadisi, nitajifanya kama si ili nijue ukweli zaidi kutoka kwake. Lakini mimi nashukuru kwa kuniletea taarifa. Basi sasa inabidi uwe makini, unaongea naye kwa uzuri kabisa unapomdadisi, sio tena hivi. Hilo halina shida, halina shida. Nitamdadisi vizuri tu. Hilo halina shida, ondoa shaka. Basi sasa nimekuelewa. Ila mimi nashukuru sana ndugu yangu. Mambo mengine naona mnazunguka. Sasa ndugu yangu, yale mambo yetu yale, yale wewe si mshenga wangu. Wewe mshenga wangu, nataka ubebe kila kitu, yaani kinachonisibu mimi, sijui umeelewa? Kwa hiyo mimi nataka nikupe maagizo, ufuatilie mzigo wangu, yaani pesa yangu irudishwe, kwa sababu hapa tena hakuna cha ndoa. Unaona hapa imekuwa ndoa, sio ndoa. Kwa hiyo fanya michakato, wewe ni mshenga wangu, fanya kama vile unavyopeleka barua, ndio ufanye vile vile, fuata pesa. Pesa yangu yote nahitaji, kwa sababu ndoa hakuna tena. Mwanamke mwenyewe kashathibitisha kila kitu kwamba anahusiana na mimi, anahitaji mimi, mchumba wake anayempenda. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya kumlazimisha mtu katika mahusiano ambayo yeye hayahitaji. Unajua, unapomlazimisha mtu mahusiano aliyakuwa yeye hayahitaji, hapo unatengeneza magomvi tu kila siku. Hamna nani hapo, hamna sherehe wala hamna furaha. Kwa hiyo mimi nilichokiona, bora tu nipatie mpunga wangu, kawaeleza wazazi wake wanipe changu, mimi nirudishie mtoto wao. Nimekuelewa. Mimi nitaenda kwa wazazi kwenda kuwafahamisha kwamba unahitaji pesa yako, basi utapata haki yako. Kama kuna lolote litakalotokea utakuja kukwambia. Basi fanya hivyo, yaani ni hilo tu. Sawa. Ila tutawasiliana. Hamna taabu. Safi, habari za huko? Huko salama kabisa. Kwema? Kwema. Shikamoo. Marahaba. Vipi nyumbani, unasemaje binamu zangu? Yaani huko hawana shida, wanawasalimieni, maisha yanaenda safi tu. Sijui kuna mpya gani? Mjomba mpya, mguu huu ulikuwa unakuja nyumbani. Kwangu mimi? Kwa kweli mjomba. Wana huko nitokapo, nimepata ujumbe kwamba yule aliyokuja kuoa yule binamu yangu yule, kuna changamoto kubwa sana ambazo zinampata. Unasema? Ndoa imekuwa haina amani tu, kila siku inakuwa malumbano, hana furaha yule.
binti, basi ni hivyo. Kwa sasa hapa mjomba alichoniagiza yeye mwenyewe, amenambia anahitaji arudishiwe pesa yake, kwa sababu yeye baada ile ndoa ni furaha, yeye kwake imekuwa ni karaha tena, kila siku maugomvi, ananyanyaswa, anatukanwa. Akaamua kwa hiyo aniagize mimi nije kuchukua amana yake mjomba.